Kwenye dunia hii kuna aina nyingi za wafungwa. Wako wafungwa wengi sana waliofungwa kifungo cha mwili, lakini pia wako wafungwa ambao wamefungwa kifungo cha kiroho, na hao ndio nataka nizungumzie mimi leo. Naitwa Samuel Irakoze. Unaweza ukanifollow pia kwa YouTube pia, karibu sana, andika neno Samuel Irakoze au Pastor Samuel Irakoze uweze kusubscribe pale, ili kwamba kila video inayotoka tuwe pamoja. Lakini pia unaweza ukanitafuta kwa namba 0767177071. TikTok unaweza ukanifollow, usiache bila kunifollow. Lakini pia YouTube unaweza ukanisubscribe pia, tuwe familia moja. Leo nataka nizungumzie habari za kifungo au gereza la kiroho. Gereza la kiroho. Karibu sana. Miongoni mwa vitu ambavyo ni ajabu sana ni kifungo cha kiroho. Yes. Kwa maana kesi inavyoendeshwa unakuwa kama una taarifa, na jinsi unavyohukumiwa huko unakuwa una taarifa. Kwa hiyo unajikuta huko kifungoni. Kwa ni ngumu sana kujielewa kwamba uko kifungoni. Na miongoni mwa watu ambao wamefungwa kifungo cha kiroho hawajitambui. Ukimwambia ndugu yangu umefungwa, hakuelewi. Kwa hiyo nahitaji nikuelezee kitu, nikwambie kitu ili kwamba unielewe. Yes. Luka 4:18 anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Yesu hakuzungumza wafungwa wa kimwili, hakuzungumzia hilo kabisa. Alizungumza wale watu ambao wamefungwa wasimjue Mungu, wamefungwa wasimwabudu Mungu. Kuna watu walikuwa na miungu yao, kuna watu walikuwa wamefungwa vifungo vya kipepo, walikuwa wanaabudu miungu, wakiabudu mizimu. Hivi leo kuna watu sasa hivi hawaamini kabisa kwamba yuko Yesu Kristo ambaye anaokoa. Wamebaki kushikilia miungu yao, wamebaki kushikilia mizimu yao, wamebaki kushikilia uchawi wao. Ni kwa sababu tu hawaamini. Hao watu wamefungwa kifungo cha kiroho. Mtu akiokoka tu anaona kama vile alikuwa amechelewa, anaona kama vile alikuwa amefungwa kweli. Yes, ni hakika kwamba kama ukiokoka leo utaona kabisa kwamba ni kifungo gani ulichokuwa nacho. Mpendwa, bado mlango wa neema uko wazi, haujafungwa, uko wazi. Karibu sana ujiungamanishe na Mungu ili kwamba Mungu aanze kukutumia. Kuna watu leo wamefungwa vifungo vya uzinzi, wanafanya uzinzi yani si kawaida. Kuna watu wamefungwa vifungo vya magonjwa, yani ni magonjwa kila itwapo leo, kuanzia familia yote na uzao wao. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya vifungo ambavyo vimewafunga kutokujua. Yesu Kristo anasema kwamba nimetumwa niwatangazie wafungwa kufunguliwa kwao. Hicho kifungo ulichonacho mpendwa hakiwezi kuondoka bila kumkabidhi Bwana Yesu maisha yako. Mkabidhi leo uone anavyokutumia. Zekaria sura ya 9:12 anasema, irudieni ngome enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Tumeona jinsi neno linavyosema kwamba hivi leo ukimwamini Bwana Yesu na kumpokea kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, angalia kitu ambacho kinafanyika. Atakurudishia kila kilichoibiwa, kila ambacho adui alikuja kuiba kwako. Maana imeandikwa Yohana 10:10 kwamba adui haji lengo lake ni kuiba tu na kuharibu. Kuna vitu vilibiwa kwako, kuna vitu viliondoka. Tazama jinsi hata mafanikio yako yalivyokamatwa. Tazama jinsi hata maisha yako mazuri yalivyokamatwa. Tazama hata afya yako jinsi ambavyo imekamatwa. Ni kwa sababu umeshindwa kitu kimoja cha kumwamini Bwana Yesu. Kuna watu wanashindwa hospitalini kwa sababu mateso yanatoka kwa adui. Anarusha mateso hayo ili kwamba mkubali kumtumikia yeye, mkubali kumwabudu. Ndio anachokitaka shetani, kwamba watu waharibiwa, vunjwe mioyo ili kwamba wakate shauri ya kumtumikia adui. Ndio maana kuna watu wengi wamepigwa roho ya maskini, wanatamani kwenda kujiunga kwenye vikundi mbalimbali vya kishetani. Lengo ni kwamba adui anahitaji ajitwalie utukufu, lakini sivyo ilivyo. Na nakwambia leo kwamba ukimpokea Bwana Yesu utaondokana na hizo hali, changamoto za kila aina zitaondoka kwako. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana na kushauri kwamba katika hali mbalimbali ambazo unapitia, changamoto zozote unazopitia, hebu jichunguze kwanza. Uko vipi na Mungu? Uko vipi na Mungu wako? Ukimrudia Bwana Yesu amesema atakurudishia hata ile miaka yako iliyoibiwa na kuliwa na madumadu na parare itarudishwa. Hata afya yako iliyoibiwa itarudishwa. Naitwa Samuel Irakoze. Karibu sana. Channel zetu unaweza ukasubscribe, ukafollow 0767177071. Mungu akutunze.